Kenya. Tukisonga mbele, wakazi wa kaunti ya Taita Taveta wanaendelea kushuhudia dhiki ya mafuriko, hasa wachimbaji mchanga na matofali huko Voi, baada ya serikali ya kaunti hiyo kupiga marufuku shughuli za utoaji mchanga na matofali. Aidha, wafanyikazi hao wamepinga hatua ya serikali ya kaunti kufunga chimbo hilo. Hezron Kimari amekutana na wafanyakazi hao na kuandaa taarifa ifuatayo. Shukrani sana kutoka studio. Kaunti ya Taita Taveta ni mojawapo ya kaunti ambazo zimeathirika na mafuriko, na hapa Voi, baada ya mkasa huo, serikali ya kaunti ilitoa makataa fulani kwa hasa kwa wale ambao wanachimba mchanga kando kando ya mto Voi ama wale ambao wanapakana na mto Voi. Wakatoa makataa kwamba waweze kusimamisha shughuli zao hasa za uchimbaji wa mchanga na utengenezaji wa matofali. Na hawa ambao wako nyuma yangu leo ni wale ambao wanatengeza matofali na wanachimba mchanga. Wanasema ni takriban watu kama 1500 ambao wanashughulika sana na maeneo ya kuchimba mchanga katika sehemu hii ya Voi. Lakini wana kilio chao kwa serikali ya kaunti, wanasema kwamba hivi sasa tangia serikali ya kaunti kusimamisha uchimbaji wa mchanga ama wa matofali, wameathirika, familia zao hawajui wakule nini na wategemee. Nataka kuzungumza na wao, tuulize maoni yao ni gani. Shida yetu sisi kama wafanyakazi wa Voi, sasa tumesimamishwa ghafla. Ile madini tulikuwa tukitegemea kuanzia mchanga, mawe, kokoto, maram, mtafare, tumesimamishwa. Sasa yaelekea mwezi moja tangu janga ya mafuriko yatokee nchini Kenya, ambapo hizo masimo kidogo tulikuwa tukitoa hizo rasilimali ndio iliokoa watu. Zaidi ya watu 20 ama 30 wangekufa Voi. Sasa tunaomba gavana atuachilie wenzetu ambapo amewashika, ameweka kule gereshani, kwa sababu yeye ndio kama aliyechimba hizo simu, kwa sababu alikuwa na country yake na wenye kuchukua cess 1000 kwa gari. Kila gari tulikuwa tukilipa 1000. Baada hiyo mafuriko amekuja akabadilika nia. Badala atusaidie anatusaliti, kwa sababu mara ambapo angetumwagia kwa barabara zetu ambapo zimeharibika, sasa anachukua anamwaga kwa mtoni. Inamaanisha nini? Na kuanzia Undanyi, Mwatate, Voi mpaka Maungu, Voi peke yake ndiye anasumbua. Sisi aturuhusu tuendelee na shughuli yetu, maana hatuna kiwanda. Kiwanda iliyoko hapa ni makonge moja Sisal peke yake na watu wamejaa. Nashangaa huyu gavana wetu kutuzuia kufanya kazi. Sasa ni tumebaki na siku 15 mwaka uishe. Hatuelewi tutaenda wapi, tutapata pesa wapi, tutakula nini? Anatuzuia kutoa mchanga, matofali, mawe, kokoto, makaa. Sielewi tutafanya nini, maana hata sasa hivi tuhangaika, tubabaika, hatuna chakula sasa hivi. Hata paka sasa hivi kuanzia jana anasema tutakuja tuongee naye, aongee na sisi. Leo pia tumemgoja paka sasa hivi saa 9 kasoro, hataki kuja kufika. Sasa anataka tuende wapi? Sielewi la kusema. Je, nyinyi kama wachimba mchanga ama matofali, tangu mmekuwa kufanya, serikali ya kaunti ilikuwa inatambua nyinyi mko ama ilikuwa haitambui? Ilikuwa inatambua. Hata kama wanachukua sesi, si wanatutambua, si kwa sababu wanakula na sisi, yani kwa mfano wanakulia kwetu. Na sasa hiyo risiti wanatarajia watakata nini kama tutoi mchanga. Na serikali ya kaunti, gari linapoingia huwa linacharge shilingi 1000 katika kila gari. Wakati huo njia huwa inaonekana wao wanaingia wanakuja wanatoza hiyo kodi, lakini safari hii hawatutambui kwa sababu hakuna njia. Na hizo pesa tunapotoa huwa watengenezi barabara. Ingekuwa barabara iko, tungekuwa tunaendelea na kazi zetu, lakini mafuriko yalipokuja, mvua iliponyesha, maji yakakata ukingo, yakaingia na mashambani. Ndio amesema ya kwamba akasimamisha kazi yetu. Na hatutoi mchanga ndani ya mto. Hatupigi tofali ndani ya mto. Sisi tumekodisha mashamba ambayo tunalipa wenye shamba, ndio tunapiga hizo tofali. Na katika hii kazi kuna zaidi ya watu 1500. Watoto wetu wataanza kukaa njaa. Vijana wetu wataanza kuiba. Kwa sababu watu 1500 wataenda wapi kama hawana kazi? Hasa kama sisi vijana tuko zaidi ya 1500, hautaki tufanye hizo kazi. Mimi nimekulia kwa matofali, nimefanya kazi ya matofali sasa niko around of kama miaka 5 hivi. Kutoka nianze ujana mpaka sasa nategemea matofali na nategemea mchanga. Yeye anarudi tena anatukataza, hataki tuchimbe matofali, hataki tupige tofali na hataki tutoe mchanga. Mchanga hatutolei mtoni na tofali hatupigii mtoni. Yeye kama hataki tufanye kazi, anataka tufanye kazi gani kama si kuiba? Hebu angalie, tukisema kama ni mambo na maji
mali kwenye mashimo yako na mali maji alikatia ni mtoni huko. Yeye kitu ambacho alikuwa anafaa afanye kama gavana kusaidia sisi vijana, alikuwa anafaa aangalie mto ulivunjia wapi hayo maji. Mali makosa alifanyikia ni kwa Mchina, kwa sababu Kasarani wa China walienua mto ulivyokuwa huko juu, yale maji yalivyokuja, unajua yalikuwa na force. Hasa yalivyofika huku chini katika kona, yalikuwa yakipata mali kuko weak, ni lazima yavunje kwa sababu si yako na force. Hasa yeye maji yamevunja, yameingia katika manyumba ya watu. Leo hii inakuwa watu wasipige tofali, wasitoe mchanga, tena wahame kwao, tena nyumba zitavunjwa. Mimi ni mzaliwa wa Voi. Mimi kuanzia maisha yangu yote tumekuwa tukitegemea hizi mashamba kwa kilimo, lakini bahati mbaya ikawa kwamba kilimo baadaye kimekuja kakataa, kwa mvua imekataa sehemu ya Taita. Ikawa kwamba sasa hakuna shughuli nyingine ya kufanya isipokuwa ni kuingia kuangalia mashamba yetu. Mimi sijakulisha shamba ni yangu. Nimeweka shamba yangu na nafanya kazi yangu mwenyewe kule kwa timbo. La ajabu ni kwamba watu wa kaunti hawakosekani hapa kwa hizi timbo collect cess. Ambapo sasa kama hataki hiyo kazi haijaruhusiwa kufanyika hapa, ni kwa nini watu wa kaunti wanaingia na hizi timbo? Kitu ya pili ni kwamba bwana gavana tangu ameingia uongozini, yeye anasahau kwamba mto wenyewe waliufanyia makosa. Mara kwanza waliweka gabion, ambazo hizo gabion zilileta mchanga mwingi ukafanya mto ukakuja juu. Hasa kama mto umekuja juu, ni vipi maji yakose kupita kwa mashamba ya wananchi na ingia kwenye nyumba za watu? Ya pili ni kwamba gavana amekuja na hii pressure ya kutuweka mala maana tuweka sisi wananchi wa kawaida, kwa sababu kuna nyumba za wafanyikazi fulani wa kaunti ambazo hizo nyumba ndizo zilifuatwa na maji ambayo yalivunja kingo huko juu. Na kama sio hizo nyumba zao mabwana kuingiliwa na nani na hayo maji, sidhani kama leo wangetufungia hii kazi kufanya. Unaona? Kuanzia Marivenyi mpaka Msinga. Sasa wewe tuangalie leo bwana gavana, ikiwa watu kutoka Marivenyi mpaka Msinga, hawa wananchi wote wanataka waende wapi sasa hizi? Asante sana studio. Kama ulivyosikia, hizo ni kauli za wachimba mawe ama wachimba mchanga maeneo ya Voi, ambapo wametoa kilio chao wakisema kwamba mvua ilikuja kama baraka, lakini kwao ikakuwa kama ni hasara. Lakini pia maamuzi ya serikali ya kando, hasa gavana Granton Samboja, kwamba lazima wasitisha shughuli zao za uchimbaji mchanga na utengenezaji matofali, pengine zimewaathiri. Wanasema kwamba wamekuwa wakifanya shughuli hii tangu hapo kitambo, na wanasema pia serikali ya kaunti imekuwa ikichukua ushuru kutoka kwao, lakini sasa wanasema serikali ya kaunti mbona imegeuka. Kutoka kwangu hapa Voi, nikiripotia KTN News, mimi Hezron Kimari, kwako studio. Asante sana Hezron Kimari kwa hiyo